Leo nataka niwape simulizi moja. Kijana mmoja alitoka kwao kwa ruhusa ya babake, baada ya kumlazimisha sana kwamba babangu, nataka niende sehemu nikatafute maisha. Kijana huyo akapewa ruhusa na akapewa kianzio, lakini kwa bahati mbaya alipoenda kule mjini alikokuwa anataka kwenda hakuwa na uelewa zaidi wa hayo mambo. Kwa hiyo akaenda kule akatapanya kianzio chake chote alichoenda nacho kule, na baada ya kianzio chake chote au mali aliyoenda nayo yote kuisha, akabaki hana kitu chochote cha kumsaidia. Hata hela ya kula akawa hana. Ikabidi aende akafanye kazi au akatafute kazi. Kila alipoenda kutafuta kazi hakupata kazi. Kwa bahati nzuri au mbaya akabahatisha kazi ya kufuga nguruwe. Kwa bahati mbaya zaidi bosi wake hakuwa na chakula cha kumpatia. Kwa hiyo yeye alikuwa anakula chakula ambacho nguruwe walikuwa wanakula. Hiyo nayo. Sasa kwa hali hiyo akaendelea kuishi maisha ya shida kama hayo, akaishi maisha ya shida kama hayo. Siku zikaenda, mwishowe akaamua kuwaza na kuwazua, akasema kwamba kwa baba yangu kuna watumwa wengi na wanakula na kusaza, lakini mimi hapa nilipo mimi ni mtumwa sawa, lakini sipate malisho kama watumwa wangu, watumwa wa baba wanapokula nyumbani. Naomba niende kwa babangu nikamwombe msamaha, nimekosa kwako na nimekosa kwa Mungu pia. Kijana wazo likampa nguvu, akaamua kufunga safari kwenda nyumbani kwao. Na wakati huo babake alipokuwa kwenye lango la nyumba yake, akawa anaangalia mji. Kwa bahati nzuri akamwona mwanae anakuja, akamkimbilia na kwenda kumkumbatia, kwenda kumlaki. Alipompokea hivyo akamkaribisha nyumbani, akawaambia watumwa wake, nendeni mkaandae chakula kizuri na nguo nzuri, na tusherehekee kumpata mtoto wangu aliyekuwa amepotea kwa muda mrefu. Sasa hapa tunapata funzo moja kwamba baba ana upendo usio, tunapata baba ana upendo usio kifani. Tukimlinganisha na Mungu ana upendo usio kifani. Sawa, tunaweza tukawa tunajua vitu vyote ambavyo tunatakiwa kuvifanya, lakini kwa bahati mbaya tukakengeuka kwa kusikiliza vitu mbalimbali vya watu mbalimbali. Tukakengeuka na tukaenda mbali, tukateseka kwa dhambi tulizozifanya. Lakini Mungu hajakuacha bado. Mateso unayopitia kwa sababu ya dhambi ulizozifanya, Mungu bado yupo. Ni jukumu lako sasa kufanya maamuzi ya kwamba umeamua kurudi kwa baba. Na utakaporudi kwa baba, baba atakupokea kwa mikono miwili, na sherehe itafanyika kwa kumpata mtoto aliyekuwa amepotea. Kwa hiyo sasa ni wakati wako kufanya maamuzi sahihi. Wakati wako wa kumsikiliza baba. Na kurudi kwa baba, mafanikio utayapata. Amen. Thank you for listening me.